Hi guys, I hope mwazima kabisa. Karibuni sana katika channel yetu ya mapishi raha. Na leo jikoni kwetu nitakwenda kukufundisha jinsi ya kupika maharage ya mafuta ama maharage ya kuunga na nyanya ambayo ni mazuri sana. Najua ulikuwa ukipika maharage lakini ulikuwa ukipika kwa staili ya tofauti. Hebu tuende tukapike kwa mfumo huu ambao nimeuandaa, na I hope utakwenda kupenda maharage na itakuwa ni mazuri sana. Hapo nina mboga zangu ambazo nimeziandaa. Nina nyanya ambayo imesha blendiwa, imesagwa, nina mboga, karoti, hoho pamoja na maharage yangu ambayo nimeyafreeze. Mimi napenda kuchemsha na kuyafreeze kama hivyo. Kwa hiyo nimeshaandaa. Ya kwako unaweza ukachemsha tu kwa muda huo na ukayaunga pia. Haya ndo maandalizi ambayo nitakuwa nayo pamoja na viungo vingine ambavyo tutakwenda kuongeza kwenye mboga yetu. Tuanze kwa kuweka vitunguu jikoni pamoja na mafuta yetu. Tutapika vitunguu vyako kwa dakika 2 mpaka 3 mpaka pale vitakapoiva. Kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza unaingia kwenye channel yetu au ndio umekutana na channel yetu, tunakusihi hakikisha umesubscribe ili uwe mwanachama wetu, na tunapoposti mapishi mengi na mazuri uwe unapata notification ili uweze kutazama mapishi mengi mbalimbali ya Kiswahili na mapishi ya kawaida katika channel yetu ya mapishi raha. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe kama ni mara yako ya kwanza umekutana na channel yetu, ili uweze kuwa unaona mapishi mengi ambayo tutakuwa tunaposti kupitia channel hii. Haya, hapa tunaendelea kukanga vitunguu vyetu. Unaona kabisa vimeshaanza kuiva vizuri. Baada ya kuiva utakwenda kuongeza zile mboga zako, na zenyewe utazipika kwa dakika 2 mpaka 3. Hakikisha mboga unavopika zisiive sana, kwa sababu katika process ya kupika mboga yetu mpaka inaiva, kwa hiyo zitakuwa zimeiva zenyewe. Hakikisha unapozikaanga hapa mwanzoni usizikaange sana kwa muda mrefu. Hilo ni kosa ambalo tunalifanya sana. Tunazipika hizi mboga mpaka zinapoteza vile virutubisho vya muhimu. Kwa pale unapoanza kukaanga na mafuta, kisha unazipa tu dakika 2 mpaka 3. Baada ya hapo utakwenda kuweka nyanya yako. Katika process ya nyanya kuiva, umeweka yale maharage mpaka mboga inakuja kuiva. Mboga zitakuwa zimeiva katika hali ya ubora na kubaki na zile virutubisho vyake, zile vitamini ambazo zinatakiwa kubaki. Lakini tunapokaanga mboga kwa muda mrefu, kwa hiyo tunapoteza ule ubora wa vile virutubisho. Hapo nyanya yetu imeshaanza kuiva, inachemka. Tunakwenda kuongeza Royco Sautejo Cubes kwa ajili ya kuongeza ladha na utamu kwenye maharage yetu. Hakikisha umeweka kiungo hicho unapopika maharage, Royco Sautejo Cubes. Baada ya hapo nitaongeza na ile binzari ya mchuzi kwa ajili ya kuleta testi pia, na pia utaongeza na chumvi. Baada ya kuweka viungo vyako, onja kwanza. Ukishapata ladha, ukiangalia chumvi, kwa sababu viungo vyetu tunavyoweka vina chumvi. Kwa hiyo baada ya hapo utaonja, na wakati wa kuonja utaangalia sasa chumvi yako kama inatosha. Kama haitoshi utaongeza chumvi kidogo, then utakwenda kuweka maharage yako. Mimi ya kwangu kwa kuwa niliagandisha ilikuwa na muonekano huo, lakini baada ya muda itayuka na kuwa vizuri kabisa. Haya, usisahau kuweka na ile supu ya maharage, ni nzuri sana. Hapo ni baada ya dakika 5 mpaka 7 maharage yangu yalikuwa ni hivyo. Utakwenda kuyapika vizuri kwa dakika 10 mpaka 12. Maharage yako atakuwa yameshaiva vizuri kabisa na kuweka rojo ambalo ni zuri na tamu. Jamani, maharage yalikuwa ni matamu sana. Hebu jaribu njia hii, utakwenda kunipa majibu. Hapo tumeandaa hiyo finishing yetu, ilikuwa ikionekana hivyo. Chakula chetu tulisindikiza na wali wa nazi pamoja na samaki. Hiyo ilikuwa ni mboga maharage, lakini kisindikizo chake kilikuwa ni wali wa nazi pamoja na maharage. Unaweza kula kwa chochote kile. Mimi nimependa kula na wali. Je, wewe utapenda kuwa na nini? Kama unapenda kula na ugali ni sawa pia, lakini mimi nilipendelea kula na wali pamoja na samaki. Hicho ndio kitu ambacho nilisindikizia. Kikubwa somo letu lilikuwa ni kufundishe jinsi ya kupika maharage mazuri na matamu. Wengi wanapenda maharage, lakini wengi wanayachukia maharage, pengine labda kwa sababu ya aina ya upishi umezoea kuyapika kwa aina fulani. Leo nimeleta recipe ya maharage ya nyanya, tutakuja na recipe ya maharage ya nazi mazuri na matamu. Jamani, mimi nawapenda sana. Kila siku nitaendelea kuwaletea mapishi mazuri na matamu. Niseme nawapenda. Kwaherini.